nafikiri tunaelekea vizuri, hatuendi kuongea sana sababu tunataka tumalize ile mambo tuko naye ndio tuendelee hapo. Kama vile nimesema, hii basari yetu imechelewa kiasi, na hiyo ndio mambo ile tunafuatilia sana ndio tuone mambo itaenda mzuri. Lakini nikawaambia katika Kenya hii, si mnaona vile mambo iko? Wakati mnaona iko maandamano, iko mambo mingi, mnaona ni watu wengi wako na shida. Na kama uko na shida unakasirika mpaka unaotoa hasira zako, si ndio? Mambo iko namna hiyo. Lakini mimi nataka kuambia katika Kayole Central tutaendelea kabisa na nitaendelea kushikilia kabisa. Nafikiri wengine wametaja hapa. Ninajua iko watu wako na shida sana. Iko wengine walibomolewa huko chini. Na hiyo kubomolewa ilituudhi sana. Na kama Mofaya hajawacha, hasira niko nazo mingi sana kuhusu watu wetu vile walibomolewa. Sababu haijatakikana hiyo watu wetu ati mtu akupima mto akuja apime mto kutoka age hapa apime 30 meters. 30 meters ni kumaanisha ni 90 foot, si ndio? Huyu mtu hata El Nino haijawahi shika yeye. El Nino haijawahi shika yeye. Huyu mtu alafu mtu fulani, na sitataja mtu mimi hapa. Sitaki kutaja mtu hata mmoja. Ana support hiyo ya kubomolea watu kwa manyumba huko. Alafu baadaye anakuja kulia crocodile tears. Ati watu wetu wameharibiwa, wamepewa ngiri 10. Hiyo ngiri 10 sisi ni wenyeji wa hapa. Tunajua ngiri 10 hiyo ulienda ukaandika rafiki yako. Ule hata nyumba pale. Ukaandika marafiki zako, wakaja wakapewa hiyo ngiri 10. Wale watu wetu ambaye walibomolewa nyumba hawana hiyo ngiri 10 na wanalala nje. Na hiyo kitu kimeniudhi mpaka nimesema si mlinichagua mimi. Si nilienda nikaapishwa huko. Wakati nilikuwa nikiapishwa nilisema I shall discharge all my duties without fear or favor. Si ndio? Na kama nitafanya hivyo na nyinyi mlipatia kura, nani nitaogopa? Saa hii nimeweka notice of motion katika bunge yetu ya assembly. Huko walituzuia, waliweka maaskari ati hata ungeenda kuuliza swali. Sababu walikuwa wameweka maaskari, matinga, nini. Tulijua hata ni nani alienda na matinga huko kuwaonyesha mnaanza hapa. Na alitoka ofisi gani? Si ati hatujui. Watu waache kutubeba ufara. Sababu iko wakati itafika tutaongea live na tutapelekana mbio mahali fulani. Usituzoee. Sababu sisi umetukuta hapa tu. Umetukuta tukikaa na amani yetu na mashida yetu, alafu unakuja wengine wanafanya nini unafanya. Sitaki kuongea sana sababu iko wakati wake utafika. Hata vile hao wanasema maneno ya kiti sijui ya bunge sijui nini, mimi sijatuma mtu. Unanisikia? Mimi mwenyewe nitakuja sababu juzi iko mahali niliongea. Na nikasema wewe Mungu usinichukue kabla sijafika mahali nataka kwenda. Ndio. Unafikiria mimi naweza kaa MCA mara moja ya kwanza mkaona nimebadilisha mataa, si ndio? Mtaa nimebadilisha, sehemu ilikuwa inaingia maji nimeweka, si ndio? Nimeweka ECD Mara Primary School juu ya watoto wale wadogo, sababu msingi si unaanzia pale. Nimeenda bodeni, wale wa bodeni hapa si iko imejaa, imemalizika. ECD si imeisha. Haya barabara, wengine nasikia wakisema sijajenga barabara. Hii Adiopa nani alianza kuweka mpaka hard parking? Ni wewe. Mpaka haiko imetokea huko, nikaitokeza mpaka upande ile nyingine. Haya hii hapa. Jahadi hapa. Nani ameiweka hard parking mpaka kabisa? Si mimi. Unasikia mwingine anasema hajaweka. Kwa hivyo hospitali simeambia nitajenga. Hospitali pale kwa AP mahali AP wanakatalia hapo, wale wanakatalia. Tayari hata wako na barua na kila kitu. Tenda imepatiwanwa. So ni wakati tu inapojewa kidogo tukuje tuanze kujenga hospitali. Nikiwajengea hospitali niwajengee hii barabara kana shida na kiongoa hapa buya hapa. Nimalize hiyo barabara. Niweke Maria hapo. Unataka nirudi
nirudi MCA nikingojea kifanya kazi. Nataka nirudi MCA nini? Kwa hivyo Mungu ndio naomba tu, sababu hii kitu si Mungu anapeananga. Mimi naomba tu Mungu anifikishe 2027. Hii sio mambo ya siri, hatufichi. Tunaficha nini? Si mapema ndio best. Kwa hivyo vile wenzangu wamesema ni vile waliongea tu, wanajua wanasoma kwa umbali hivi kidogo iko namna hiyo. Nishukuru wadhamini wetu. Huyu wadhamini tumefanya naye kazi mzuri sana hapa, na nafikiri tutaendelea kunyorosha mambo yenu, na nafikiri hawafinyangi, si ndio? Hawafinyangi, si unajua wadhamini wengine wanafinyanga sana. Ukienda kujenga kabata hivi kidogo tayari yako hapo hivi. Mnasikia ama mnisikii? Nasikia. Amefinyangi hivyo. Sasa ndio nilikuwa nasema motion nimeweka kwa bunge, haijadiskasiwa, itawekwa kwa order paper tukifungua. Sasa tumefunga bunge. Nimeuliza hivi, wale walikuwa napima huko kwa Mtoni warudi huko tena wapime baka ile process ya safia vile ina ama act ya kisafia vile inasemanga, wapime baka wapime mahali inatakana, kama ni 15 upande ile na 15 upande hii wapime hapo. Na kama watakuta wewe umebomolewa nyumba yako kimakosa, unanisikia hapo? Unatakikana ukompensetiwe ulipo hiyo nyumba, ujengewe hiyo nyumba. Na nikasema wale nao walikuwa kwa mto kabisa, watolewe hapo, waende wakompensetiwe, wapatiwe radi nyingine, sababu kutoka samani hiyo ndio mambo inafanyikana. Ukitaka kuhamisha mwananchi mahali fulani, sababu tuko na mambo ya katiba na inasema mzuri maneno ya human right. Mtu ataikai ndio atoke huko from nowhere akuje, hata kama ni wewe kwanza particularly umempea kura na yeye amegeuka kuwa wewe umegeuka kuwa enemy yake, na wewe ndio umempea kura, lakini saa hii umegeuka kuwa adui, anakubeba tu kama adui. Hata akitaka kuja kukubomolea anakuja, hata kuwapatia notice anakuja ngara. Hiyo naye ni nini katika hii dunia? Kwa hivyo mimi nimewaambia, sababu mmenipatia hiyo kura na mkatipatia hiyo mandate ya kuwakilisha huko kwa bunge, mimi nitasimama kwa floor of the assembly na nitasema mzuri, kama ni ubwa nitasema hii ni ubwa na hii ni ng'ombe. Sitakwambia ati hii ndio ng'ombe na hii ndio ubwa. Nitakwambia ukweli mahali iko. Unasikia? Kwa hivyo mimi nasema katika Embakasi Central ama Kayole Central, sisi wote ni kabila zote tunaishi wapi? Kwa hivyo tulianza kusema sijui ni Kikuyu, sijui ni fulani. Huyu mwingine hapo na damu ikikatwa itasema yeye ni akara nyingine, sio ya red, itakuwa ya white. Si itakuwa the same. Kwa hivyo shida ile ya Mkikuyu na Mjaruo na Mkamba na mtu yeyote si inakuwa the same. Kwa hivyo mimi sitataka kusikia hapa ati sijui fulani ni fulani. Wewe ukitaka kwenda na ukabila yako ni shida yako, enda nayo. Lakini mimi sitakage hiyo maneno. Haya, turudi kwa basari sasa. Ile watu walikuja hapa siku ile na wale watu walikuwa wamepewa wakati ule mwingine makaratasi na hawakupata, ndio wako hapa siku ya leo. Unanisikia? Wale walilete basari zao, fomu zao siku ile walikuwa hapa. Siku ile mlikuwa hapa nyinyi. Mimi nilisema sitaita watu mara nyingine, tutafuata na wale walilete vitu zao. Kwa hivyo mimi sitakaki leo niongee hii, kesho niongee hii. Sababu mimi hata nimeshangaa na siasa yetu ya Kenya. Seriously. Binadamu unamwangalia kabisa, unaona hata miaka si katoto kadogo, ni mtu mkubwa. Lakini akisema kitu leo, kesho sio hiyo. Sasa hiyo mambo na zinakuwa upuzi nyingine kubwa sana. At least ambia mtu kama nitakupea basari, kama utapata basari utapata. Kama hutapata hutapata. Si ndio? Na ndio nawaambiana, hata ukinipigia simu mimi labda nikose kuchukua, niko kwa mkutano, mimi nikipata ila nikupigie ama message, si ndio? Sitakosa kuchukua kama niko sawa mahali pazuri, sababu ile chochote utaniambia mimi nisilia, kazi yangu ni kusikiza tu. Si wewe ndio unaniambia na unatumia ya time yako.
Kama nitaweza hiyo, sitakusaidia. Na nimesaidia wengi sana. Na kama sitaweza, tutapigana kweli? Kwa hivyo ndio nasema tusifunze kama viongozi kuambianga watu ukweli. Sasa seriously, ukisema unaenda kujenga, hatuna shamba huku, si ndio? Ukisema unaenda kujenga affordable houses pale kwa DCC, seriously. Na sisi hatuna mashamba hapa ya kujenga, kuexpand either hospitali, either shule, yani amenities zile zinasaidia binadamu kwa basic needs. Hatuna. Na halafu unataka kuweka nyumba ya raia hapo kwa hiyo kiwanja. Hiyo unamaanisha nini? Halafu unadanganya watu ati nyinyi mmebomolewa huko chini, tutawapeleka kwa hiyo affordable houses. Seriously, are you serious? Are you listening to yourself? Hiyo mambo hilo ndio inasitua sana. Hiyo manyumba hata zile zimejengwa inanunulika. Sipigi mtu, lakini tuambiane ukweli. Ukiambia mtu hapo chini na hata jina hujamwandika, tunaenda kumpea nyumba utajenga pale, hata jina peke yake. Hata ukumwambia ulikuja kubomoa, umekuja tu usiku asubuhi na mapema na ukaanza kubomoa. Alafu sasa unamwambia nitakupeleka kwa nyumba nimejenga pale. Hiyo ni ukweli. Unamdanganya kwa nini? Tuambiane ukweli, sababu hii Kenya ni yetu sisi wote. Ile kitu mimi nataka tukae hapa, tunataka tukae tukiwa wagumu kabisa. Kama nikikosea mimi nikiwa Mofaya, niambie live, si ndio? Usinibeberese, niambie live, si ndio? Sababu wewe uko na haki yako ya kikatiba ya kwenda kwa ballot uchague mtu. Ukimchagua sio amekuwa bwana mkubwa, hapana. Sasa kama mimi juzi naenda Bataka mahali mazishi, napeleka mtu mazishi, mimi nimekatazwa hiyo kitu? Seriously. Nikisikia huko wewe umepata msiba na ninataka kusaidia, nitakupeleka. Iko mtu anafaa anizuie? Ati nikienda unaanza kusikia wengine wanapiga makelele, anaenda ati aliniona kwa kapicha. Si hata sasa hivi napiga picha. Si itaonekana tu. Kwa hivyo watu waache mchezo. Na sasa sitaki to waste time. Si ndio? Iko mtu wako na swali? Iko mtu anataka kuongea kitu? Nimewaambia hatutaita watu hapa. Hii basari ile makaratasi watu walikuwa wamejaa huku, tumegawanya mara 3. Kama tunapeana basari ya 3 rakta, hawa wale wamebaki ndio tutapea hiyo. Kwa hivyo wengine wenu sasa msikuje. Unanisikia? Unless ni yule mtoto, unajua mimi naongea ukweli kabisa. Iko watoto nilichukua kadhaa. Nao watoto ni mimi nalipia. Hudu tu shule yetu tuko hapa tutatu. Kayole Mwangaza Primary School, Secondary School, na hii ya Kayole South Secondary School, na ile ya Komaro. Na hiyo ni watoto ambao nilichukua nyuma angaya hawangeweza kusoma, lakini saa hii wako kwa shule. Kwa hivyo hawa tukifuatilia hiyo, mtu asikuja alalamiki asemake tunapeana watu mara mbili. Kwa hivyo makrati ipange hapa. Nafikiri tutaanza